Bwana, mambo vipi ndugu mtazamaji wa Ega TV, pinde hewani ni ndoto zetu. Bwana, nipo katika mkoa wa Pwani, nimekuja katika wilaya ya Kibaha, nimekuja kukutana na msanii wa kizazi kipya. Bwana, Watanzania wanatamani kufahamu majina yako. Kwa majina yangu ya muziki unaweza kuniita Mr. Karata. Na hivi mnaweza kujiuliza jina langu lingine official, naitwa Francis Joel Karata. Nimechukua Karata ndo nimelitumia kwenye sanaa, Mr. Karata. Watanzania wanatamani kufahamu ni kwa nini ulichagua kuimba muziki wa gospel? Kwa sababu ilitokea nimejikuta tu naimba gospel, basi sikupenda. Ukiandika nyimbo inakuja tu maneno tu ya Mungu. Ukiandika nyimbo ikija maneno tu ya Mungu. Kwa hiyo nikaona ni muziki ambao kama Mungu kapanga niimbe gospel. Kwa hiyo ilitokea tu ukadidimia moja kwa moja katika muziki wa gospel. Na toka tasnia hii ianze mpaka sasa hivi una muda gani labda? Nimeanza kuimba muziki huu 2010. Kwa hiyo pia mahesabu 2010 mpaka huu mwaka ni miaka mingapi? Ni mingi sana. Ila kuwa serious ni 2016. Pia tunatamani kujua changamoto ambazo unazozipitia katika tasnia yako ya muziki wa gospel. Ni changamoto gani labda ambayo unasema hii nimeipitia ili niumiza kichwa, nilisugua kweli kweli ndani ya changamoto? Tushare kidogo na Watanzania waweze kufahamu. Changamoto ni nyingi, ila changamoto ambayo siwezi kuisahau, nilitembea kwa miguu kutoka Kongoe. Nilienda Keko kwenye tamasha, ila kutoka Keko pale kurudi Kongoe sasa ndio nilitembea kwa miguu. Nilienda vizuri na madansa, leo bagaini naye kila kitu, kirudi itakopa nauli, kila kitu itakuwa sawa, lakini dakika za mwisho nimefanya tukio, baada ya tukio nikaribisha, basi alitoweka, aliniacha njia panda dilema. Kwa jamaa akachimba baada ya show kumalizika. Kimbia dakika za mwisho nikaa sija kufanya, mfukoni na shilingi 1000 afu na watu kama 8 nyuma yangu wananiangalia. Tupande gari tule tufanyaje? Hiyo siku tulitembea tulitembea. Na tunaona interview nyingi sana, baadhi ya wasanii wadogo wakiwa wanahojiwa changamoto zao pia kubwa wanazoziongelea, kukatazwa kufanya mziki na wazazi, eza baba, eza mama, wengine mpaka ndugu, jamaa na marafiki. Vipi kwa upande wako kipindi unaanza tasnia yako ya sanaa? Labda walikuwa wanakuchukuliaje nyumbani pale wazazi au ndugu na jamaa na marafiki? Nilikuwa napata vyote hivyo. Support ilikuwepo kubwa na naupenda mziki, hata hii leo wanapenda mziki. Support ilikuwepo kubwa. Ila kwa wale ambao wanakatazwa labda na familia, ndugu, jamaa na marafiki, cha kwanza inategemea mziki gani naimba, au ndugu, jamaa au wazazi wake wana imani gani katika mioyo yao, umeona, na wanaamini vipi. Ila kwa mimi ushauri wangu, mtu akitaka kufanya kazi, mtoto akilia wembe mpe tu. Kwao atajionea tu mwenyewe kama anafanya mziki aina yote. Ushauri wewe muache tu afanye. Sahihi. Na sasa kwa mfano Tanzania anaangalia kipindi hichi saizi na anatamani labda kujua, anatamani labda kufanya kazi na wewe Mr. Karata, anakupataje? Je, una uongozi, inamaanisha management ambayo inakusimamia, au unafanya muziki wewe kama wewe? Mimi management sina. Sipo chini ya mtu, wala hakuna mtu ambaye yupo ananisimamia, bali mimi mwenyewe ndo najiongoza, nitoe nyimbo hii, nikarekodi, nishuzi, nguvu zangu mwenyewe. Kama atatokea mtu atahitaji tufanye kazi, mimi nipo sawa, anicheki, tafanya kazi na mimi sitomwangusha. Bwana Mr. Karata anasema kwa sasa hivi anajiongoza tu yeye mwenyewe. Kwa hiyo kama kutatokea na mtu ambaye anaweza akatokea kwa ajili ya kumsupport kijana wetu ili mradi ndoto zake ziweze kufikia mahali stahiki, basi nafasi iko wazi. Isipokuwa ije tu ifuate mifumo, wakubaliane ili kazi ziweze kufanyika. Sasa pia tuwafahamishe kidogo, baada ya kazi zako kufanya labda audio au video, mtu pia akihitaji kuipata, mitandao yako ya kijamii unatumia majina gani? Labda YouTube, TikTok, Instagram, unafahamika kwa majina yapi? Aingie YouTube, andike Mr. Karata, aingie Vizment, andike Mr. Karata, aingie TikTok Mr. Karata, Insta Mr. Karata, platform zote Mr. Karata, utazipata kazi zangu zote. Bwana,
Ukiingia YouTube unaandika Mr. Karata. Ukija TikTok Mr. Karata. Lakini ni muhimu tusisahau kufollow, kulike na kusubscribe ili tuweze na kushare vile vile ili tuweze kupandisha account na kadhalika. Naam, sasa unaweza ukatupa kionjo kifupi ili Watanzania waweze kupata burudani. Sawa. Tupe kionjo kifupi cha nyimbo yoyote ile ili Watanzania waweze kupata burudani kidogo. Okay. Kama changamoto toto iwe ya moto kubwa kuliko mimi ni wako. Kama changamoto toto iwe ya moto kubwa kuliko mimi ni wako. Fire fire Mungu wangu, fire 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 Mungu wangu, fire 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 Mungu wangu, fire. Bwana, goma hili nalo liko hewani. Goma linaitwa Fire. Bwana, goma linaitwa Fire. Nenda digital platform zozote, YouTube, Instagram, naingia Vidment, andika Mr. Karata, goma linaitwa Fire, utakutana nalo. Bwana, mimi sina mengi, sina la ziada, nahitimisha kipindi, lakini kabla ya kuhitimisha kipindi, nipo na kameramani wangu wa kumuita Kibiriti, vile vile tumeambatana na bwana designer, wanamuita Mr. Ramadhani. Bwana, kipindi hewani kilikuwa kinaitwa Ndoto Zetu, channel yetu pendwa inaitwa Ega TV, bila ya kusahau mimi mwenyewe msanuaji wako naitwa Twalibu Shabani. Bwana, sina mengi, tukutane tena kipindi kijacho. Asanteni.